Tumaini. Sawa. Sawa mama. Napenda biashara kwanza na wateja. Kwa matumaini katika mti hiyo katwa. Sawa mama. Sawa mama. Sawa mama. Namalizia mama. Kumlazi samani mama, namalizia. Sawa mama, namalizia. Sawa. Sasa nifanye biashara na wateja. Naomba tufanye kazi. Zima nani? Hamna kumalizia. Tunataka kufanya kazi. Nenda. Nenda. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Leo hii ni siku ambayo ni kwa Kariakoo. Kariakoo mahali hapa sasa nimefanya injili. Changamoto zimetokea ni kwamba baadhi ya sehemu hii wakati nahubiri kaja mama mmoja akaniletea shida na changamoto mahali hapa. Sasa hizi ni changamoto za injili ambazo unakutana nazo ukiwa unahubiri habari za uzima. Kwa hiyo Wamekuaje kwamba mwanangu mchungaji? Umekuaje? Pole sana bwana. Twende kule bwana kwetu kule mti. Kule fikia kule kwa mti huko kwa ofe. Nataka chukua la bima nani? Kule msenga la bima. Yule kuna neno limemchoma huyo. Amen. Jamani, Mungu awabariki. Next time tutakuja kwa neema za Mungu. Neema za Mungu sio maisha yenu, mbarikiwe. Asanteni kwa usikivu wenu na asanteni kwa moyo wenu kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ambapo nimemaliza. Injili ni habari ya upendo na amani. So Mungu abariki, amani ya Kristo ipate kwa juu ya maisha yenu. Barikiweni sana. Unajua kwenye mambo kama haya tukisema tuanze kuweka ushabiki kwamba leo mwinjilisti kimempata leo, ujue kabisa kwamba kuna wakati utafika utakuja kufanyiwa na wewe, kwa sababu haya mazoea yakiendelea yatakuja kujenga tabia. Kwa itafika wakati mtu anajiamulia tu, ametoka kwake, anakuta unahubiri mahali, anakupiga stop, anakupiga marufuku, hakuna kuhubiri hapa, anakufukuza hata kama sio kwake. Kwa hiyo ningependa kushauri, kama kuna watu mmekalia ushabiki, kucheka na kudhihaki watumishi wakifanyiwa haya, muache mara moja. Na ningependa pia kuongea na watu wenye shingo ngumu, mnaokataa na kuichukia injili, kwamba injili ina msaada mkubwa sana kwenye jamii. Yamkini kuna jambazi angekuja kudistabu biashara yako. Yamkini kuna jambazi angekuja kudistabu mali zako au nyumba yako, ila alisikia injili mahali akaokoka, na hivyo visa vipo. Kwa kama mwakani biashara yako ilitakiwa kuvunjwa na huyo mtu alipanga mpango, hawezi tena kuja kuvunjwa kwa sababu amekutana na injili ikamuokoa. Kama kuna mtu alipanga kufanya ubaya kwako, akasikia injili akaokoka, moyo unageuzwa, anaacha ile biashara mbaya, kwa unakuwa salama. Maana injili ina msaada mkubwa sana kwenye jamii. Ni kweli unaweza kubeza, ukadhihaki, ukafanya kila unachoweza, lakini ukweli utabaki hivi, na wote mnajua kwamba injili ina msaada mkubwa sana kwenye jamii. Yumkini sisi kama tungekuwa hatujaokolewa na Kristo, hatujaokoka kwa sababu ya injili, huenda tungekuwa ni watu wabaya sana kwenye jamii, ambao tungesababisha jamii zisiishi kwa amani. Ila injili ilituokoa. Yesu kupitia injili alituokoa. Kwa injili ina msaada mkubwa sana. Na kama inatokea huyo mtu kuna sheria pengine hajazingatia hapo, kuna utaratibu wa kisheria umewekwa hapo wa kuzingatia, kuna namna ya kufanya.
Kuna njia za kufanya, na sio kutoa kauli kama zilizotolewa na huyu mama, na sio kuja juu na kuzungumza kama alivyofanya huyu mama. Huu sio utaratibu. Kama kuna makosa yalifanyika, kuna njia za kufuata ili kusuluhisha hili jambo. Kwa bwana, hapana, hapa kuna 1 2 3. Lakini watu kujiamulia hivi, na niwaambie, injili isipohubiriwa, watu wakaacha maovu wakamgeukia Mungu, kuna madhara makubwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo nitoe tamko hili kama tahadhari, na huo ndio kweli. Mungu ana tabia ya kupiga kabisa. Mungu ana tabia ya kupiga, na laana ya Mungu ina tabia ya kumtafuna mtu. Wenda usione madhara leo, usione madhara kesho, usione madhara mwaka ujao, ila kuna madhara makubwa ya kushindana na kusudi la Mungu kwa mtu yoyote, la kushindana na injili kwa mtu yoyote. Ukisoma visa kadhaa kwenye Biblia utakuta, sio kwenye Biblia tu, hata hapa duniani visa hivyo vipo vya watu waliopingana na mambo ya Mungu. Unajua sisi watumishi hatushindanagi sana na mtu. Injili ni kazi ya Mungu. Ikitokea ukajiona mbabe, ukapingana nayo, ukatukana, ukadhihaki, ukakejeli, hatuna shida na wewe. Mungu ndo atakuwa na shida na wewe. Na nikasema wakati mwingine laana ya Mungu ina tabia ya kumtafuna mtu taratibu. Kwa hii ninatoa kama tahadhari kwa watu wote ambao mna agenda na mna nia ya kuja kufanya kitendo kama hiki, kwamba Mungu hawezi akaruhusu kazi yake ifanywe hivi alafu akakaa kimya. Ukiona uko salama, maanake Mungu anakupa nafasi ya kutengeneza, kutubia yale maovu uliyofanya. Unless otherwise, hatutashughulika na wewe, hatutapigana na wewe, hatutakufuata na masilaha, ila Mungu mwenyewe ndo atashughulika na wewe. Mungu awabariki sana. Mungu awape neema. Tuwache ushabiki. Matukio kama yanatokea, alafu unakalia ushabiki kwamba kimempata. Unakalia ushabiki kwamba mwache, ndo amezoea, kimeenda kimerudi. Injili. No. Mungu awape neema sana. Na Mungu awasaidie. Mungu awasaidie. Tukio hili ni baya. Tukio hili ni kama udhalilishaji. Ni kama kumwaibisha mtu. Ili tukio ni kama kumwaibisha mtu. Au mtumishi ametumia hekima kubwa sana ya kutokusimama na kuanza kujibishana, kushindana na mtu na nini. Ametumia hekima kubwa sana. Kwa sababu yamkini ingekuwa ni masuala ya nguvu, kushindanishana nguvu za kimwili, pengine angekuwa na uwezo mkubwa kimwili. Lakini ametumia hekima, na huu ndio mfumo wa Injili, kwamba sisi hatutashindana sana na wewe. Mwenye kazi yake ndo atashindana na wewe. Mungu awabariki sana. This is Prophet Justin. Shalom.